Sehemu moja Zimbabwe, yuko nabii mmoja anauza marori na marori ya maji. Mitaani yanapangana marori yamebeba katoni za maji. Malaki ya watu wanachukua maji. Watu wanahubiriwa maji, 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 maji. Kristo, watakatifu mbinguni, malaika mbinguni wanashangaa, kuna kitu gani kimeingia duniani? Hakuna nabii wa kuona, hakuna nabii wa kupata ufunuo na kuona tumeingiliwa. Lakini mbaya zaidi, hayo maji, hayo mafuta, hizo sabuni, hivyo vitambaa, hizo bangili zinauzwa. Maji yananunuliwa shilingi 500, yanauzwa mpaka laki. Halafu mtu ananunua maji, ananunua mafuta kwamba ananunua upako. Jamani, kwa maandiko gani? Kwenye mafuta, kwenye maji kuna miujiza feki kuliko mnavyofikiria. Nilienda kuhubiri Kinshasa kule Congo DRC, mji mkuu wa Congo DRC. Nilivyokwenda kule siku moja Jumapili, nilienda huko miaka michache iliyopita. Jumapili wakawa nataka nienda kuhubiri kwenye makanisa manne tofauti. Natoka hapa naenda hapa. Sasa nikaenda kwenye kanisa moja. Wakaniambia, alinikaribisha mchungaji pale hapo ambaye ni nabii, alikuwa nabii maarufu sana Kinshasa. Wakaniambia wale wahudumu, unaona hivyo viwanja? Wakanionyesha mpaka mahali ambapo macho huwezi kuona. Kule wakasema kote kule kulikuwa na watu. Kila mahali huko ilikuwa kama bahari ya watu. Kinshasa yote ilikuwa inachukuliwa na huyu nabii. Ana television. Na sasa alikuwa anatabiria watu kwa njia ya TV, kwa njia ya simu, lakini kwa utapeli. Alikuwa anatuma vijana kwenye mitaa, halafu wanaenda kuangalia, halafu wanamletea taarifa, ile nyumba ile kuna geti kijani, ile nyumba ni namba fulani, kuna geti limeandikwa mbwa kali, kuna magari mawili, moja jekundu, jingine la blue, mwanamke aliyoko pale ni mfupi, ana macho ya gololi. Wanamletea taarifa nabii, halafu anazikusanya, anawapa hela wale vijana. Halafu akifika kwenye kipindi chake anaanza kuzungumza. Roho amenishukia, ananiambia juu ya mtu mmoja, wewe ambaye sasa hivi unafuatilia kipindi, nyumba yako ni namba fulani na fulani na fulani, hiyo namba imeandikwa kwenye geti la kijani. Nyumbani kwako kuna magari mawili, moja jekundu, jingine la kijani. Na wewe mwanamke una macho ya gololi. Na namba yako ya simu ni hii na ile na ile. Tumewahi kuonana mimi na wewe? Anampigia. Halo. Umesikia maneno haya? Nimeyasikia nabii. Nabii ni mimi. Umeniona? Mungu ameniona. Akawa anapewa hela, wanatuma mahela kwa TV. Akawa tajiri wa ajabu sana. Sasa ikafika mahali wale vijana wakamuona ametajirika sana, wakasema jamani, tuongezee dau.
shughuli ya kutembea kwenye nyumba za watu na kuhakikisha zile nyumba ambazo tutashughulikia kwenye TV leo sio za jana, na jua kali la Kinshasa, shughuli ngumu, ongeza dau. Wakabishania kwenye hela mpaka wale vijana wakakaa wakasema bwana basi. Wakaita waandishi wa habari, wakasema leo tunapasua jipu. Wamejaa waandishi, nabii alikuwa maarufu sana yule. Wakapasua jipu. Wakasema sisi ndio walikuwa natutuma, tunalipa hela, tunaenda kutembea kule. Hizo taarifa zote ni sisi tunamletea, si kweli Mungu amemwambia wala lolote. Kama anabisha, abishe alafu tena tumuumbue zaidi. Yule nabii ilishindikana, wale walimjua ndani na nje. Ikabidi aanguke na kusema kweli. Ule umati wote ukaondoka. Alikuja kwenye uwanja ule unaitwa The Matil Kinshasa. Tulikuwa tunahubiri kwenye ule mkutano ule wa stadium kubwa Kinshasa. Akaja pale akakuta natumia tu jina la Yesu, sina chochote na watu siwajui. Akawajua, anawajua wenyewe. Walikuwa vipofu wanaona, viziwi wanasikia, viwete kabisa wameletwa wanatembea. Akaja akaniambia nahitaji na mimi kuingia kwenye hiki chuo, maana miujiza nimeangalia, hii ni kweli, hii ni ya kweli, mimi na wengine hatuko hivi. Baadaye akajieleza mwenyewe yaliyompata na akamtamani huyu Yesu wa kweli. Ndugu zangu, leo wako manabii wa namna hiyo wengi duniani. Sijui kama wako Dar es Salaam. Roho ni ile ile. Na wajinga ndio wali wao. Yuko mwanangu hapa wa kiume anapiga picha. Siku moja alienda akakutana na nabii mmoja maarufu hapa mjini. Anamjua kama ni mwanangu. Mbele ya mwanangu likapita lijimama moja na Range Rover na gari moja la hasara. Nabii akashuka yule mama. Nabii akamwambia mama, Bwana ananiambia kufikia kesho kutwa unatakiwa umeleta milioni 40 pale ofisini kwangu. Yule jimama likasema ndio nabii, na kama uleti yatakupata matatizo makubwa mazito yatakutokea kwenye shughuli yako. Akasema nitaleta nabii. Baadaye yule jimama akaondoka, akabaki yule nabii yuko na kijana wangu. Kijana wangu akamuuliza nabii, ndio mnavyopata hela nabii? Unasikia nabii akajibuje? Anamwambia mwanangu, akamwambia wewe, hiyo injili ya kutubu dhambi eti watu waokoke, hiyo anahubiri baba yako. Hiyo atuhubiri sisi. Sasa hawa wanawake si wanaijua hiyo injili ya baba yako, mbona hawaifuati? Kama wameikimbia huko wamekuja kwetu, sisi hatuna injili ya baba yako, sisi tunachukua tu hela yao. Wajinga ndio wali wao. Haya, mimi nimemaliza. Wewe endelea kukanyaga mafuta. Wewe endelea. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Chaguo ni lako.
nabii endelea kuuza mafuta. Lakini ninachojua, humu ndani wako akina Apollo ambao wakifundishwa njia kwa usahihi zaidi wataifuata na kuwa wahubiri wa ajabu sana.